Joni, wewe ni afisa usafirishaji. Kanisa letu lina utaratibu wa kuwashukuru maafisa usafirishaji ambao wamekuwa wakileta washirika hapa. Huwa kwa kiasi kikubwa unawabeba wa mama, vijana au wa baba? Wadada, wadada na asilimia nyingi. Wadada ndio ambao wanapanda zaidi. Aha, kwa nini sio vijana hawapandi sana? Vijana sio wengi kwa sababu vijana wengi ifa masela ibada yameweka nyuma. Joni, unaamini Mungu yupo? Mungu yupo. Na Mungu akikuangalia sasa hivi anakufurahia au amekukasirikia Joni? Sababu Mungu naona anafurahi, ndio maana napata riziki. Sawa Joni. Sasa uh, unaamini kuna mbinguni na jehanamu? Kupo. Wewe Joni, siku yako ikifika utaenda wapi? Anajua Mungu. Sawa. Sasa nataka nikupe kamtihani kadogo tu Joni, ili kusudi uweze kuelewa, maana ni muhimu sana ukaelewa kwamba uh, wewe mbele za Mungu anakuangaliaje. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Sizikumbuki. Unafahamu kusema uongo ni dhambi? Najua. Sasa Joni, toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Umesema mara nyingi, sema da. Mungu yeye ndo anajua bana, uongo unadanganya kwa maslahi. Kuna uongo mwingine unasema inabidi udanganye, sio useme kweli. Sawa. Na anayesema uongo anaitwa? Anaitwa Jina lake? Mungu. Sawa. Sasa amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Nimewahi. Umesema ukweli kabisa, maana hakuna mwanadamu ambaye hajawahi kuiba. Amri ya 7 inasema hivi, usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Mara nyingi. Mara nyingi. Umekuwa mkweli. Sasa Joni, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni mwongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo na yamkini umewahi kufanya uasherati. Mungu akikuhukumu sasa hivi, Joni, utaelekea wapi? Taelekea anajua